Usiseme hivyo, Mungu kashaandika hata kama vipi. Ilikuwa ishapita kalamu. Usiseme hivyo, lia tu lakini usiseme hivyo utakufa. Stahamili, lia sana lakini mtoto lia tu. Mnamo tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2025 majira ya saa 1 za asubuhi huko maeneo ya Mtoni, wilaya ya Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba, Muntasir Sefu Muhene ana umri wa miaka 15, mkazi wa Unguja, alikutwa amefariki dunia baada ya kujinyonga kwa kutumia waya wa pasi ya umeme ambaye alikuwa ameutundika juu ya dari chumbani kwa shangazi yake aitwaye Mwanaheri Omar Salim. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Wito wangu tu kwa wananchi au wazazi kwamba kuwa karibu na watoto wao ili kufuatilia nyendo zao. Kama kuna changamoto zozote basi waweze kushughulikia mapema ili matukio kama haya yasiweze kutokea. Kwa ufupi, huyu mtoto aliletwa hapa na dada yake. Hivi karibuni alisafiri mara moja. Tena ikabidi nafikiri katika hayo matatizo na kama wasiwasi akaja naye yeye. Tena ndio ikawa anakaa naye na kwenda kazini akirudi. Sasa akimwacha yeye tunamshughulikia sia. Ikawa ndio tunamwangalia asubuhi katika kuamka leo ndo tukamkinda nikamchukulia mswaki akajiswaki chooni kule. Wakati wa kumaliza akaja ndani kulala. Sasa katika kulala hivi lakini ndio mie ninashughulika huko naosha vyombo na nini. Naja mbona mtoto naona kimya. Nikashituka kumwangalia ndani kumbe kashajitundika. Sina habari muda wote mimi nakosha vyombo tu. Kwa ufupi ni hivyo. Tunasikilisha kwa sababu mtoto kaja juzi tu, lakini mtoto ambao kwa amezoea sana pale kwangu. Ni mtoto ambao kwa ni mchangamfu. Kwa hiyo imeumiza kiasi fulani, na nimepata taarifa asubuhi nilikuwa narudi kutafuta kitoweo. Kufika njiani pale nikaambiwa hata kuna msiba. Sasa nilikuwa sijajua kitu gani, nikaambiwa kuna mtoto kajinyonga kwa Bikiembe. Na nilipopata taarifa kusema kweli nimehuzunika sana. Wito ni kwa kwanza tuseme Mwenyezi Mungu akishaandika muda kufika unafika. Na tuwe na uangalifu na watoto wetu. Hatujui alikuwa na tatizo gani, pengine alikuwa mgonjwa, japo tunasikia kama ni mgonjwa lakini hatuna uhakika. Na kwa vile mtoto kaja, bibi yake hajui kama alikuwa na matatizo hayo. Lakini pia kama muda ukifika ni lazima tu tutakwenda na tunatakiwa wazee tuwe uangalifu.